sawa sunga wajiwa kwamba manyi mtu nyamanyi pambele hadi waya wandu mwemwe Tebera ujenipa tebera ujenipa ombawe tebera ujenipa yakoro tebera ujenipa yaira tebera ujenipa walamwe tebera ujenipa muzuri kaburi muzuri kaburi mulengo jeneza mulengo jeneza tebera ujenipa tebera ujenipa unalinda nini shapuna shula huna shapuna shula huna shapuna shula huna unalinda nini unalinda nini unalinda nini unalinda nini we Maria udongo ubo we Maria udongo hata ulinge we Maria udongo we baba we Maria udongo we mama we Maria udongo. Naam, ndugu mtazamaji, nimekutana na ndugu zangu hawa ni watumbuizaji au sijui kwa lugha nyingine tunaweza tukatumia lugha gani, lakini nikapenda tu kile wanachokifanya. Lakini nilikuwa na mambo mawili matatu kuzungumza nao, kubadilishana mawazo. Ndugu mtazamaji, nafikiri wao watajitambulisha, wanaitwa kina nani, wanatokea wapi, lakini maudhui ya nyimbo zao inahusiana na nini, alafu mambo mengine nadhani tutayapata kwao. Kwanza nianze kwa utambulisho ili waweze kututambulisha, niweze kutambua si uongozi. Nani, kuna kiongozi wenu anaitwa nani? Ndio, mimi nipo hapa, anaitwa Jua Wilson. Jina la kikundi linaitwa Uncle Band. Uncle Band. Wanaitwa Uncle Band. Inaitwa Uncle Band. Uncle Band. Uncle Band, hii bendi imeanzishwa mwaka gani? Hii bendi saizi ina miaka miwili. Na tangu mwanze ni miaka miwili. Ndio. Na katika hii miaka miwili muna albamu ngapi mmekamilisha mpaka sasa? Albamu ni moja tu. Asante. Nafikiri wapo wengine tungependa nao pia tutambue uwepo wao, ni unahusika wao ni wakina nani, wanafanya shughuli gani hivyo. Na nafikiri nianze na kaka hapo, ameshika ngoma ngoma. Hebu piga kidogo. Safi sana. Safi sana. Kaka, unaitwa nani? Mimi kwa majina naitwa Nehemia Jafeti. Tumetokea maeneo ya Umalila. Ina maana ni Mbeya vijijini. Tunafanya kazi ya kupiga mziki, kuwafurahisha mashabiki zetu ambao wanatusikiliza pia na watazamaji. Sisi hii ndo kazi yetu kiujumla. Asante sana. Nafikiri kaka Nehemia umeitwa, unaitwa Nehemia. Nashukuru sana kukufahamu pia. Lakini pia tuna kaka hapa amebeba. Hii inaitwaje? Baba Tony. Inaitwa? Baba Tony. Hebu piga kidogo. Hii ndio kama inaongoza muziki mzima. Ndio. Sawa, basi ningependa watu wakutambue, wafahamu majina yako na waweze kutambua zaidi. Kwa jina anaitwa Michael Nelson kutokea pale Umalia, Mbeya vijijini, kata Yunga Mapinduzi, kijiji cha Shua. Okay, na inaitwa Uncle Band, si ndio? Wewe kwenye bendi hii umejiunga mwaka gani? Kwenye bendi hii mimi huyu jamaa ndio ameanza anaanza kupiga muziki, tumeanza pamoja na mimi. Asante. Nafikiri ndugu mtazamaji unaendelea kupata vitu viwili vitatu kutoka kwa Uncle Band. Hii inaitwa Uncle Band. Lakini pia yupo kaka pembeni hapa, naona piga, hebu jaribu kidogo hiyo tuisikie kidogo. Unaweza kuwatambulisha watu kwamba wewe unaitwa nani na shughuli yako hasa maalum kwenye hii bendi ni nini unachokifanya? Napiga chekecha. Chekecha? Inaitwa chekecha? Hebu ichekeche tena. Asante ndugu mtazamaji, nafikiri unaisikia hiyo, inaenda hiyo, au sio? Pia tungependa tufahamu majina yako kamili na wewe umejiunga na bendi hii Uncle Band mwaka gani? Alafu unaweza kutuelezea hata mawili matatu. Uko uhuru kueleza chochote. Karibu. Mimi kwa majina naitwa Imael Msinjiri. Uncle Band ni bendi ambayo mimi nimefurahishwa sana nayo baada ya kuiona na kuitazama, lakini pia maudhui ya bendi hii
Lakini nilikuwa na hojiana mawili matatu na kiongozi wa bendi kwamba je, hii bendi yenu mnaishia tu kuimba zile nyimbo za kijamii, secular music, au maana tumeona wengine wanaimba nyimbo za gospel. Je, nyinyi hamwezi kuimba nyimbo za gospel au nyimbo za injili zinazomsema Mungu moja kwa moja au zinazomtukuza Mungu moja kwa moja? Nyie upande wenu imekaaje hiyo? Hizo zote zipo, za gospel nazo tunapiga, na za asili za kudumisha mila zetu nazo zipo, zote tunapiga. Kwa sababu na za gospel na kwa nini tunapiga? Kwa sababu wanaleta kwenye masherehe ya makanisa, tunapiga. Kwa hiyo kila nyimbo inajitegemea kulingana na mazingira tunayoenda. Asante. Lakini je, ninyi kama ninyi mnaamini kwamba Mungu yupo na anafanya kama jinsi wanavyozungumza wengine kwamba utendaji wake upo kama unavyotenda, kama vile miujiza na mambo mengine au kuponya magonjwa? Je, nyinyi mnaamini katika bendi yenu? Je, mnaamini kitu kama hicho? Mungu yupo. Kwa nini tunaamini? Kwa sababu ametupa hiki kipaji, ni yeye tunaamini. Unaona? Tunapiga muziki mahali tunaenda na uzima yeye akatupa. Sawa. Sasa ndugu mtazamaji, nataka nione kama kweli hawa wanasema yaliomo yamo. Nataka nione kama kweli kilichomo kimo. Maana wamesema wao huwa wanaimba na nyimbo za kumtukuza Mungu. Na nimefurahishwa. Nione sasa, tusikilize kwa pamoja kama kile kweli walichokisema kipo na kinafanya kazi. Hebu nipate, naona mtiuni, weka mambo yakae sawa, afu tusikie kweli kweli ile inayomtukuza Mungu moja kwa moja. Tutaimba wimbo mmoja unahusu watoto mitaani wanatokea wapi wakati wazazi tupo nyumbani. Watoto mitaani wanatokea wapi wakati wazazi tupo nyumbani. Watazamaji, watoto wa mitaani wanatokea wapi wakati wazazi tupo nyumbani? Ni wimbo ambao una maudhui pia ya kimungu pia. Asi mwele mwana wewe faruwa ya wira bantu wa Mulungu. Asi mwele mwana wewe. Watoto mitaani watokea wapi wakati wazazi tupo nyumbani? Watoto mitaani watokea wapi wakati wazazi tupo nyumbani? Hilo ni pepo linajiinua, tumwombe Mungu atusaidie. Hilo ni pepo linajiinua, tumwombe Mungu atusaidie. Wewe mwana wewe, asi moyo Sisi wazazi tunapotengana ndiyo chanzo cha watoto mitaani. Sisi wazazi tunapotengana ndiyo chanzo cha watoto mitaani. Nyimbo ya kora mwana wewe. Elimu ni ajira, elimu ni ajira, elimu ni ajira, elimu ni ajira. Nafikiri yatosha. Tunaweza tukaishia hapo. Kwa kweli, ndugu mtazamaji, kama unavyozidi kutazama, ni kipaji ambacho wamejaliwa na Mungu kweli kweli. Kwa kweli ni kitu cha kipekee. Wanazungumzia kuhusu elimu, lakini watoto wa mitaani wanatokea wapi wakati wazazi tupo nyumbani? Tumuombe Mungu atusaidie. Na kwa kuwa wamezungumza kwa habari ya kwamba hii inahusu jamii, lakini pia inamhusu Mungu moja kwa moja, nitaka nimuulize mmoja mmoja, je, huyo Mungu sasa wanayemwamini wao na wanamwabudu jinsi inavyotakiwa? Na nafikiri nianze na kiongozi au nafikiri nianze na kiongozi. Kiongozi, unatuambiaje? Wewe huwa unaenda kanisani? Mimi naweza niseme tu mimi kanisani, nikusema kweli mimi kanisani siendi. Ila ingawa muziki ya asili hiyo tunapiga, lakini watu wanapendezewa nyimbo zetu jinsi tunavyopiga. Ila kanisani wanatuchukua, tunapiga. Unaona? Kwa sababu na sisi tunajua kama hiki kipaji ni Mungu amefanya nini? Ametupa. Na ndio maana tunapenda kumtukuza pamoja na yeye.
kwenye nyimbo zetu. Asante sana kiongozi. Nafikiri niende mmoja baada ya mwingine, lakini mwisho tumalize tujue nini tunamaliza eneo gani. Kaka, naam. Sijui wewe ulijitambulisha kwa majina gani? Mimi kwa majina naitwa Nehemia Jafet. Nehemia Jafet. Ndio. Na unapiga chombo hichi au sio? Hii chombo inaitwaje? Hii hapa tunaita kiki. Kiki. Ndiyo. Sasa kaka Nehemia, kaa hivi. Watazamaji wao wanakutazama moja kwa moja wanakuona au sio ndugu yangu? Kaka Nehemia, wewe maana umezungumza kuhusu wakati mwingine mnaimba na nyimbo ambazo zinamhusu Mungu. Ndio. Je, wewe huwa unaenda kanisani? Kiujumla kati yetu, yani katika kikosi chetu kanisani, niseme kiujumla hatuwezi tukadanganya. Kanisani hatuendagi. Ila ni namna gani ambavyo tutamtukuza Mungu? Mimi kama mimi najua kanisa lipo ndani ya moyo wangu. Hapo. Huyu anaonekana kidogo angalau anaanza anaelewa nini ninachozungumzia. Umezungumza kuhusu kwamba kanisa lipo ndani ya moyo wako, si ndio? Je, kuhusu watu wanaoenda kukusanyika kukutana sehemu, wewe unaamini nini katika hilo? Kwani wanafanya makosa au unachukuliaje? Kuhusu hilo sio makosa, ila yani ni kwamba tunakusanyika pamoja ili tukumbushane maneno ya Mungu matakatifu. Hata Biblia yenyewe inazungumza kuhusu hilo kwamba mkusanyike, mkae mahali pamoja ili muendelee na mambo. Asante. Sasa kwa nini nisemea hapo, nianzie kwa nini sasa, kama tukienda kanisani tunapokusanyika pamoja ni kujifunza na kuelewa, lakini kuambukizana kitu fulani au kuongezana ujuzi wa kimungu, kumjua Mungu zaidi. Na kwa nini wewe usifanye kitu kama hicho? Wewe unaniambia nini? Au unaona nini? Kwa nini unashindwa kufanya kitu kama hicho, kwenda kanisani na wewe uwe miongoni mwa wale wanaokutana pamoja? Hiyo sio mbaya sana. Kadiri Mungu atakavyoendelea kutupa uzima, naamini huko mbele tunaweza tukafanya hivyo, tunaweza tukaokoka, tunaendelea kupiga nyimbo za dini, sio mbaya. Safi sana Master, umesikia hiyo? Kaka ananiambia kwamba hivi, nadhani tunapoendelea siku moja tutaamua, tutaokoka, tutaingia, tutaanza kumtukuza Mungu. Mimi ninachoamini kitu kimoja ni kwamba hata kwa Mungu hiki kipaji chenu mkikitumia vizuri, Mungu anayo njia nyingi ya kuwatoa na kuwafikisha mahali fulani, kwa sababu tunafanya matukuzo kwa Mungu. Lakini kuinuliwa kwenu, vipaji vyenu ili viendelee kuongezeka, vinamtegemea sana nani? Mungu. Kwa hiyo nafikiri ameongea kiongozi hapa, labda nitamke niongee mawili matatu na kaka hapa na chombo chake hichi, maana sija alisema, nimesahau, nilikumbushe kidogo, kinaitwaje hii? Babatoni. Babatoni. Hii Babatoni. Sasa wewe unamtukuza unapiga chombo hichi cha Babatoni. Lakini unaonaje kwamba hichi chombo kingekuwa kinatumika kanisani? Ni vizuri, sio mbaya sana. Sio mbaya sana. Lakini pia wewe umewahi kuingia kanisani au kwenda tu kanisani? Unaonaje? Umewahi kuingia kanisani au inakwaje? Imekaaje hii? Mimi kanisani sijawahi ingia. Haujawahi ingia. Sasa unaonaje kuanzia sasa au na kuendelea kwamba uanze hii bendi yenu, siku moja mnasema sasa tunamtukuza Mungu ndani ya kanisa, yani kanisani, si ndio jamani? Yani kanisani nasema sasa na sisi tuna bendi yetu inaitwa Anko Bendi. Tuna Anko Bendi na sisi tunamtukuza Mungu. Siku moja mnaona sitakaa poa kidogo hii. Kweli hiyo kweli itapendeza. Basi nafikiri ndugu mtazamaji, Anko Bendi ni waimbaji, wanafundisha jamii na kuwaelimisha jamii, lakini mimi nilikuwa nazungumza kwa upande wangu kwa sababu nimeona huduma hii inaweza kafaa sana pia wakitumika hata kanisani, hata kwa Mungu. Kwa hiyo kwa nyimbo zao na vipaji walivyo navyo wanahitaji support, wanahitaji muendelezo. Kwa hiyo wanasema wanapatikana Umalila, lakini kiongozi atazitaja namba za simu wanapatikanaje, na namba za simu hizo ili kuweza kuwatafuta, na unaweza kuwaalika mahali popote. Wao wako tayari kufika popote, yani eneo lolote, nchi yoyote, wako tayari kufika. Kwa hiyo Anko Bendi watataja namba zao za simu, na nafikiri wamalizie tu kwa burudani ya mwisho na tuagane kwa namna hiyo. Kama kuna chochote mnaweza mkawaburudisha watu kwa kumalizia, tumalize. Sikia nikueleze mwenzako yaliyonikuta. Sikia nikueleze mwenzako yaliyonikuta.
Nilikuwa na mpenzi wangu nilimpenda kama nyama choma. Nilikuwa na mpenzi wangu nilimpenda kama nyama choma. Ndugu zangu wa Tanzania, ningependa moja kwa moja nitaje namba zangu za kupatikana moja kwa moja. Namba zangu ni 0748 5298 40. Narudia 0748 5298 40 mwishoni. Tutapata kwa namba hizo hapo Uncle Bendi. Asante sana. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment Sayos Media TV. Utaona pale. Usisahau kuwatafuta ndugu zetu hao.